Mwangaza wa jua la asubuhi ulipenya kwenye vioo vya ghorofa ya kifahari ya Diamond Plaza, ukimulika maandalizi ya tukio ambalo jiji la Dar es Salaam halijawahi kuliona. Katikati ya shamra-shamra hizo, alikuwepo Baraka, kijana aliyekulia katika mitaa ya Tandale, ambaye leo alikuwa anajiandaa kumwoa Nadia, binti pekee wa tajiri mkubwa wa mafuta nchini. Harufu ya perfume za gharama ilichanganyika na harufu ya maua safi ya lilies yaliyoingizwa nchini kwa ndege maalum alfajiri hiyo, ikitengeneza hali ya kifalme ambayo Baraka hakuwahi hata kuiota. Karibu katika simulizi ya kweli ya kusisimua inayothibitisha kuwa upendo hauchagui mahali pa kutua. Leo tunawaletea kiso cha Baraka, kijana aliyekuwa anauza maji baridi juani, mahali ambako alikutana na Nadia baada ya gari la binti huyo kuharibika. Upendo wao haukujali umaskini wake wala utajiri wa Nadia, ulikuwa ni muunganiko wa roho mbili zilizopata amani kwenye tabasamu la mwingine. Leo, kijana huyo wa mtaani alikuwa anapiga hatua kuelekea kwenye ulimwengu wa dhahabu. Nje ya ukumbi, misururu ya magari ya kifahari aina ya Rolls Royce na Bentley ilikuwa ikimiminika, huku walinzi wakiwa wamevalia suti nyeusi na miani ya giza. Kila mgeni aliyeingia alipewa zawadi ya saa ya mkono yenye nembo ya dhahabu kama asante ya kuhudhuria. Waandishi wa habari na wapiga picha walikuwa wamejipanga tayari kunasa kila sekunde ya harusi ya karne, huku kuta za ukumbi zikiwa zimepambwa kwa vioo vinavyoakisi utajiri wa kupitiliza. Baba yake Nadia, mzee tajiri mwenye uso wa mamlaka, alitembea kuelekea chumba cha Baraka akiwa na mkoba wa ngozi. Watu wengi walitegemea mzee huyo angemkataa Baraka, lakini badala yake alimshika bega na kumwambia, utajiri hautoki benki, unatoka moyoni, na wewe umeonyesha una moyo wa dhahabu. Maneno hayo yalimpa ujasiri ambao hakuwahi nao, akijua kuwa safari yake ya kutoka vumbi hadi ikulu ilikuwa imebarikiwa. Hatimaye mlio wa tarumpeta ulisikia ukiashiria kuanza kwa sherehe, na Baraka akatoka nje huku akiongozwa na wapembe zake. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ni ushindi dhidi ya umaskini na zihaka alizopitia utotoni. Macho ya maelfu ya watu yalikuwa kwake, kijana maskini aliyegeuka mfalme kwa siku moja, akisubiri kumpokea malkia wake kwenye madhabahu iliyopambwa na vito vya thamani. Ukumbi ulitulia tuli wakati milango mikubwa ya mbao za mkongo ilipofunguka kwa kishindo cha muziki wa violin. Nadia alitokeza akiwa amevaa shela ya urefu wa mita 10 iliyopambwa na almasi ndogondogo zilizong'aa kama nyota za angani chini ya taa za chandelier. Kila mgeni alisimama kwa mashangao. Binti huyo wa kitajiri alionekana kama malaika aliyeshuka duniani kumpa mkono kijana aliyezoea maisha ya dhiki. Baraka alishindwa kuzuia macho ya furaha, huku Nadia akifika mbele yake na kumshika mkono kwa pole. Katika ulimwengu huu wa anasa, Nadia alimwona Baraka kama mwanamume aliyemfundisha thamani ya maisha nje ya majumba ya kifahari. Walipobadilishana pete za platinum, ukumbi mzima ulilipuka kwa makofi, huku wazazi wake Baraka walionekana wenye aibu lakini wenye fahari, wakikaa kwenye viti vya mbele vilivyotengwa kwa heshima. Padri alipotoa ruhusa ya busu la kwanza la ndoa, fataki zilianza kulipuka nje ya ukumbi, zikipamba anga la jiji kwa rangi za ajabu. Ilikuwa ni ishara ya muunganiko wa damu ya kitajiri na damu ya kimaskini, ikitengeneza historia mpya ya upendo usio na ubaguzi. Baraka alijihisi kama yuko kwenye ndoto, akiamini kuwa upendo wa kweli una nguvu ya kubomoa kila kuta za kijamii zilizojengwa kwa karne nyingi. Chakula kilichoandaliwa kilikuwa ni mchanganyiko wa vyakula vya kimataifa, kuanzia nyama ya Wagyu hadi samaki kutoka bahari ya Mediterranean. Ikiwa hata hivyo, Nadia alitoa agizo maalum la kuandaliwa sahani moja ya asili ya kwao Baraka, kuonyesha heshima kwa asili ya mume wake. Kitendo hicho kiliwagusa wengi, kikionyesha kuwa utajiri haujamfanya Nadia asahau utumu na heshima kwa utamaduni wa mtu anayempenda. Wakati wa kutoa hotuba, Nadia akachukua maiki na kusema, watu walisema nimepotea, lakini nilipompata Baraka, ndipo nilipojipata. Maneno hayo yalifanya ukumbi mzima kulia kwa hisia, huku vijana wengi wa kimaskini waliohudhuria wakiona mwanga wa matumaini kupitia Baraka. Harusi hiyo haikuwa tu sherehe ya ndoa, bali ilikuwa ni tamasha la ubinadamu, ambapo pesa ilitumika kuenzi upendo badala ya kununua watu. Baada ya ibada, sherehe ilihamia kwenye bustani kubwa ya hoteli ya nyota 5, ambapo muziki wa bendi maarufu duniani ulikuwa ukitumbuza. Meza zilikuwa zimefunikwa na vitambaa vya hariri ya dhahabu, na kila mgeni alikuwa na mhudumu wake binafsi. Zawadi zilizoletwa zilikuwa ni za kutisha,
kuanzia funguo za nyumba za kifahari Dubai hadi safari za fungamane kwenye visiwa vya siri huko Maldives, zote zikielekezwa kwa wanandoa hawa wapya. Tukio lililoshangaza wengi ni pale baba yake Nadia aliposimama na kutangaza zawadi yake kuu kwa Baraka. Alimkabidhi Baraka hatimiliki ya kampuni mpya ya ujenzi, akimwambia kuwa anataka Baraka atumie kampuni hiyo kujenga nyumba bora kwa ajili ya watu wa hali ya chini. Huu ni uwekezaji uliolenga kubadilisha maisha ya wengine, ikithibitisha kuwa harusi hii ilikuwa na lengo kubwa kwa Lusai tu. Baraka naye kwa unyenyekevu mkubwa alisimama na kutoa zawadi yake kwa Nadia. Ilikuwa ni mkola wa kizamani uliokuwa wa bibi yake, zawadi pekee ya thamani iliyobaki kwenye familia yake. Ingawa mkola huo haukuwa na thamani ya mamilioni kama zawadi nyingine, Nadia aliupokea kwa heshima na kuuvaa papo papo. Wageni walibaki vinywa vyawa kuona jinsi thamani ya kiroho inavyoweza kushinda thamani ya kifedha mbele ya macho ya wapendanao. Keki ya harusi ilikuwa na urefu wa mita 5, ikiwa na nakshi za dhahabu hali ya kulia, ikisimulia safari ya Baraka na Nadia singu walipokutana. Kila kipande kilichokatwa kiliashiria utamu wa maisha mapya walioanza, huku mvinyo wa gharama ukimiminika kama maji. Watu wa matabaka yote walicheza pamoja, wakivunja kuta za ubaguzi ambazo mara nyingi hutenganisha matajiri na maskini kwenye jamii zetu. Usiku ulipoingia, ukumbi ulibadilika na kuwa na mazingira ya kichawi kwa kutumia teknolojia ya 3D mapping iliyoonyesha picha za maisha yao yaliyokuja. Baraka alimtazama Nadia na kutambua kuwa sasa ana jukumu kubwa la kuwa daraja baina ya walionacho na wasio nacho. Sherehe hiyo ilikuwa imebadilisha mtazamo wa jiji nzima, ikionyesha kuwa umaskini sio kizuizi cha kufikia kilele cha mafanikio na furaha, ikiwa kuna nia na upendo wa dhati. Alfajiri ilipoanza kuchomoza, sherehe ilikuwa ikifikia tamati, lakini gumo lake lilibaki kuwa moto mitaani kote. Baraka na Nadia walipanda helikopta maalum iliyokuwa imepambwa kwa maua meupe kuelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya safari yao ya fungamane. Kabla ya kuondoka, Baraka aligeuka na kutazama umati wa watu uliokuwa ukiwapungia mkono, akihisi mzigo wa matumaini uliobeba kwa niaba ya watoto wote wa kimaskini. Katika ndege hiyo ya kifahari, Nadia alimshika mkono mume wake na kumwambia kuwa hii ni mwanzo tu wa mapambano yao ya kusaidia jamii. Walikubaliana kuwa sehemu kubwa ya fedha zilizopatikana kama zawadi kwenye harusi hiyo zingetumika kuanzisha mfuko wa elimu kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Harusi ya kitajiri ilikuwa imegeuka kuwa taasisi ya ukombozi, ikithibitisha kuwa mali bila mani ni bure. Wakiwa juu ya mawingu, Baraka alitazama chini na kuiona mitaa ya Tandale, mahali alipoanzia safari yake ya maisha. Alitambua kuwa sasa ana uwezo wa kubadilisha mitaa hiyo na kuifanya iwe mahali bora kwa wengine kama yeye. Hakujiona kuwa amebahatika tu, bali alijiona kuwa ameteuliwa kuwa sauti ya wasio na sauti kupitia muunganiko wake na familia ya kitajiri. Simulizi ya harusi yao iliandikwa kwenye magazeti yote makubwa duniani, ikitolewa mifano ya jinsi upendo unavyoweza kuleta usawa. Nadia na Baraka walikuwa ishara ya mabadiliko, wakionyesha kuwa msimamo na uaminifu vinaweza kumtoa mtu kutoka kwenye mavumbi na kumketisha na wafalme. Utajiri wao sasa haukuwa tena kwenye akaunti za benki pekee, bali kwenye nyoyo za maelfu ya watu waliopata msukumo kupitia harusi hiyo. Mwisho wa sherehe hiyo ilikuwa ni mwanzo wa maisha ya utumishi na upendo wa dhati ambao haukuwahi kuonekana kabla. Baraka, mtoto wa kimaskini, sasa alikuwa mume wa binti wa kitajiri, lakini zaidi ya yote, alikuwa ushindi wa vita ya maisha. Walipofika kwenye marudio yao ya fungamane, walisimama ufukoni na kuangalia bahari, wakijua kuwa safari yao itabaki kuwa hadithi ya kusisimua kwa vizazi vingi vijavyo.